kwa Samia. Mimi nanyanyasika kinamna hiyo. Mtoto wa juzi aliyoolewa ndio ananitesa namna hiyo. Mtoto wa juzi aliyoolewa na mume wangu. Shida ya dunia nimepata. Pikipiki imenyangusha, mguu ndio iko hivi. Niko hivi na mguu yangu. Nitafanyaje? Pesa polisi sipati msaada. Mtendaji wa kata sipati msaada. Mwenyekiti wa kitongoji kupeleka hata hizo kwamba tumepata nini kustopisha kazi yako. Kila mtu anakimbia sipati msaada. Naomba Rais Samia anisaidie, maana mimi nimeshazeeka, nguvu zangu zote nimetumia pale. Nimeishiwa nguvu, nimepata ajali, nimepata operation mara 3 kwenye hiyo tumbo yangu. Sasa mimi sina namna yoyote, na huku wapangaji wananidai, maana wamefikiwa ghafla hivi. Hata hatuna taarifa yoyote ya kutoa vitu. Watu wanalia, mimi sina namna yoyote. Naomba Mheshimiwa Samia anisaidie jamani. Hata kwa namna yoyote anisaidie. Mimi siwezi kwamba msaada wake hata kama ni ndogo, hata kama ni ndogo, sitaona ni ndogo. Naomba tumse Mheshimiwa Samia anisaidie. Mimi nateseka, nina miaka 68 na matatizo ya tumbo, operation 3. Ajali ya pikipiki, mguu hana, mguu yangu ndio iko hivi. Piga simu, piga picha. Mmoja wewe niko na kigongo, yani hiyo fimbo. Niko na fimbo. Sasa hiyo fimbo nishikia tu. Niko na fimbo sasa, niko na fimbo jamani, mguu serikali sabona pitaona tu. Nimekwisha. Sasa niende wapi? Naomba Mheshimiwa Samia anisaidie, mwanangu jamani anisaidie. Sina nguvu ya kufanya kazi. Nimemaliza nguvu yangu pale. Nimezaa watoto 5. Mmoja ni mwalimu, mmoja nini. Naomba mnisaidie, shida ya dunia nimepata. Pikipiki imenyangusha, mguu ndio iko hivi. Niko hivi na mguu yangu. Nitafanyaje? Hata Samia jamani, fike kwa Samia. Mimi nanyanyasika kinamna hiyo. Mtoto wa juzi aliyoolewa ndio ananitesa namna hiyo. Mtoto wa juzi aliyoolewa na mume wangu. Miaka 68. Niende wapi nguvu yangu ni? Matofali nilifia hatua. Na ndugu zangu niliowachukua kule kijijini kwetu, wadogo zangu. Tukafyatua matofali 16,000. Huyu mwanaume wakati alikuwa hata hayuko, yuko kwenye matembezi yake, haja kwepo. Mami nimetoa hiyo matofali, udongo hiyo nimefyatua, nilofyatua. Hata hajui. Leo hiyo nauza. Mimi nitafanya nini? Mimi leo imeisha. Mgonjwa hiyo. Ajali ya pikipiki. Haya, nitafanyaje sasa mimi? Na nimefanya kazi na ndugu zangu, sio yeye. Yeye hajafanya hata kitu kidogo. Ni kwa vile ninaitwa mke wa Samuel Surumbu. Sababu ya kutaka kuuza nyumba yangu haja shiriki hata bati moja hata tofali. Kuita jina la mke wa Samuel Surumbu ndio kitu hiyo tu ananifanyia hivyo. Ananinyang'anya hivyo kwa ajili hiyo tu basi. Haja shiriki hata nguvu yake hajaweka hata kidogo. Serikali naomba inisaidie mimi. Na sina hela ya kusema kwamba niendelee na wakili. Sina namna. Hata nguo za mwili wametoka hapa, wametupa pale hivi. Zimezaka pale yenye nimeshindwa hata mkono wa kuchukua. Sina namna ya kufanya. Naomba serikali inisaidie jamani. Hata Samia jamani, fike kwa Samia. Mimi nanyanyasika kinamna hiyo. Mtoto wa juzi aliyoolewa ndio ananitesa namna hiyo. Mtoto wa juzi aliyoolewa na mume wangu ndio ananijuza, ananitesa namna hiyo. Leo ndio anayeweka sahihi kwenye nyumba yangu kuuza. Wakati wako huko Katesh. Ndio mke wake. Mimi niko Karatu, nakuja kuuza nyumba ya Karatu jamani. Hii ni kweli jamani. Nyumba ya Karatu, mwanamke ambaye yuko na nyumba yake, yuko huko. Anakuja kuuza. Eti ndio mke sasa. Mimi nisifahamike. Nilihangaika. Naomba serikali inisaidie hata changia hata tofali moja. Hata bati, haja changia hata kitu kidogo tu. Ile jina la kusema ni mke wa Samuel Surumbu. Hii tu ndio kitu inanifanyia hivyo. Nikiwa bibi kabisa. Leo hii ndio nauza nyumba yangu. Anaruhusiwa. Wamefanya kinyemera. Kwa huyo hakimu wa Basara Aziz wa Karatu. Ndio walionifanyia hiyo mambo yote. Ndio unyama walionifanyia. Sasa jana wanajua kuna kesi, tunaenda kesi ya mahakama kuu. Wao wanafanya nyumba yangu ili nisikute nyumba. Wameshaibomoa, wameshaangusha chini. Ndio furaha yao sasa, ili nisiweze tena kufanya jambo lolote. Na nyumba ilikuwa kwenye zuio. Hiyo zuio ninayo.
iko kwa wakili, iko kwenye zuio. Sasa hiyo zuio labda ndio inaisha kwa sababu ya hii kesi ya jana ambayo imeleta sasa kuitwa kesi. Sasa naomba mheshimiwa, mimi atakanisaidia maelezo mimi siwezi kuyanyosha, unisamehe. Wakili wangu atakunyosha vizuri. Ndio vizuri mwanzo tumeanza wapi tukaishia wapi. Mwanangu naomba unisaidie, na jana ndio umenitegea wamevunja kila kitu. Wapambali 13 hela yao bado hajaisha. Mimi nitatoa wapi mtoto wa watu? Sasa nisaidie, mimi sina namna yoyote ya uwezo. Sina namna yoyote ya uwezo. Naomba serikali inisaidie, maana sina uwezo kabisa. Niko barabarani, watu wanafanya nyuma yangu wanafanya vituko. Niko na wakili jana tuko Arusha kwa ajili ya ile kesi. Huko nyuma wao wanavunja nyumba. Na wewe tajiri anasema wewe mama, wewe hutoboi kwa sababu mke wa ambaye ana ndoa naye, mke wa Surumbu, wa Samuel Surumbu, mke wa Samuel Surumbu ambaye ana ndoa naye 2019 ameshasaini hiyo nyumba, ameshaniuzia tayari. Wewe hakuna kitu utaambua hata moja. Amekuwa mwaka gani? Ameoa 2019. Wewe mimi 77 mwezi wa 4 tarehe 25. Sina mtoto yote, nilikuwa msichana na miaka 20 siku hiyo. Mwaka wa 20 ndio naifikia. Nilikuwa msichana. Leo nina miaka 68. Nina miaka 68, nguvu imeisha. Mazala ya shida ya dunia nimepata. Pikipiki imenyangusha, mguu ndio iko hivi. Niko hivi na mguu yangu. Nitafanyaje? Huyu zamani kwanza, huyu mzee wangu, kitu ya kukombania imetenganisha kabisa. Aliniambukiza ugonjwa wa zinaa. Nikashinda ndani ya maisha. Naomba mnisaidie. Huyu mtu mimi sijui tena, nataka kunimaliza.